linaposema kwa habari ya kuponya, neno la Mungu linaposema kwa habari ya kutulinda, ndivyo lilivyo. Biblia inasema nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu, na ndiyo tulivyo. Tunalindwa na nguvu za Mungu mpendwa. Tunalindwa na nguvu za Mungu aliye hai. Ukitambua kwamba unalindwa na nguvu za Mungu mpendwa, hakuna nguvu nyingine inaweza kutesa maisha yako. Na unapojitamkia kwamba asante Yesu kwa sababu unatulinda kwa nguvu zako. Neno la Mungu linasema uhai wetu umefichwa katika Kristo Yesu. Na ndivyo tulivyo, kwamba uhai wetu umefichwa katika Kristo Yesu. Wala hakuna wezaye kutuondolea huo uhai ikiwa si mapenzi ya Mungu. Maana mapenzi ya Mungu ndio hayo, kwamba uhai wetu umefichwa, adui asiweze kutuondolea uhai wetu. Ni kwa sababu kwamba neno la Mungu li hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kila silaha itakayoinuka juu yako haitafanikiwa mpendwa katika Kristo. Ni kwa nini? Ni kwamba lazima hata maneno yanayotamka, kwa sababu maneno ni silaha. Maneno ni silaha ambayo inatumika sana katika ulimwengu wa giza. Mpendwa katika Kristo, chochote kinachofanyika katika ulimwengu wa giza mara nyingi kinafanyika katika maneno. Kina manuizi. Ukiona watu wanavunja nazi njia panda, kuna maneno ambayo yanatamkwa yanaendana na hayo maneno. Maneno yana nguvu mpendwa. Maneno yana nguvu. Kwa upate neema ya kuweza kuyatengua hayo maneno. Upate neema ya kujua kwanza neno la Mungu linasema nini katika yale maneno ambayo umetamkiwa. Ukishajua manake kupitia hilo neno la Mungu unaenda kuyatengua yale maneno ambayo ni ya kipepo, ni ya kishetani, ni ya kichawi, ni ya kiganga, ni ya kimizimu. Unatengua na unakuwa salama. Pendwa katika Kristo, tambua utapata ushindi. Maneno yana nguvu. Kuna rafiki yangu mmoja alitamkiwa maneno kwa habari ya shuleni. Wakati nasoma sekondari, kuna jamaa mtu mmoja alitamkiwa maneno kwamba mwalimu akamtamkia kwamba wewe katika matokeo yako ya form 4 hutafaulu. Hutafaulu. Utapata 0. Yalitamkwa kimasiara. Yalitamkwa hivyo na mtu ambaye yuko very bright, yuko vizuri kabisa, na ana akili nzuri na anafanya vizuri. Lakini at the end of the day ule mtu kweli akatokea hayo mambo. Akatoka kama vile ambavyo alitamka, akapata score 0. Lakini nini matokeo? Ni kwamba ni yale maneno. Maneno ni mabaya. Maneno ni mazuri tena ni mabaya. Endapo tu ndio maana anasema utashiba, tumbo lako litashibishwa kwa matunda ya maneno yako. Kwa maneno ndio atakayokushibisha wewe. Ukiwa kila wakati umejaa hofu, umejaa kuogopa, umetamkiwa ujui namna ya kufanya, pendwa katika Kristo, umetamkiwa maneno mabaya, umetamkiwa maneno ya kushindwa, umetamkiwa maneno ambayo yanakukatisha tamaa, yuko Mungu. Yuko Mungu, na mimi ni mtumishi wa Mungu. Leo nakueleza ile habari ya maneno, na mimi najua nguvu ya maneno, nafahamu nguvu ya maneno. Na kwa sababu hiyo, kama kuna jambo unaona kabisa kwamba unamhitaji Mungu, tafuta mawasiliano na mimi nitakuelekeza nini cha kufanya kupitia ili uweze kufunguliwa katika vifungo vyako. Neema ya Mungu ipo kukusaidia. Mimi siwezi chochote, ila huyo aliye juu, na yeye kaliachilia neno lake ili iweze kukufungua. Kwa hiyo kama unajua kabisa ulitamkiwa maneno mabaya, kuna vitu ambavyo unaona kabisa hivi ni kwa sababu kuna mahali nilipita, kuna mahali nilifanya, hivi vitu vinaendelea kukutesa mpaka leo. Yupo Kristo na lipo neno la Mungu lililo hai, linalofungua waliofungwa, kuwaweka huru waliosetwa. Neno la Mungu li hai. Pendwa katika Kristo, Mungu akubariki sana kusikiliza neno hili, na Mungu akubariki sana. Na kama kuna changamoto yoyote, basi unaweza kunitafuta kwa mawasiliano ambayo utayaona katika video hii, na Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Amen.